Yes, kama kawaida, karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa ambalo linaendelea sasa hivi kwenye soka ni kile ambacho kilitokea kwenye mechi ya jana kati ya FAR Rabat dhidi ya klabu Dar es Salaam Africans. Sasa maoni yamekuwa ni mengi, kila mmoja amekuwa akiandika kile ambacho anaamini kwa upande wake ni kizuri, lakini pia mtazamo ambao aliweza kushuhudia kwenye mchezo wa jana. Sasa kwa upande wa Jemedari Saidi kuna ujumbe ambao ameweza kuandika, nikasema nikupitishe, na kama ulitazama mchezo wa jana basi utakuwa kuna kitu uliweza kukishuhudia. Boka hana bahati, Pacome apunguze starehe, umri unakataa. Sasa ameweza kuandika hivi: bahati mbaya sana kwa Boka, Waswahili wana msemo wao, kamba ukatika pabovu. Ukisikia shutuma dhidi yake kutoka kwa mashabiki kwamba amezembea kuzuia hili bao, unabaki unasikitika kwamba nani angezuia na angefanyaje? Mbona kama jamaa katoka mita kama 5 kuja kupunguza engo na kujilaza kujaribu kuzuia, lakini shuti likapenya na kuwa bao. Kosa lake ni nini hapa? Watu wanashindwa kuwataja baadhi ya watu kwa kofia ustaa wao, wanamrukia Boka. Mtu kama Pacome amekuwa na wakati mbaya sana kiwanjani tangu kuanza kwa msimu huu, kiwango chake kiko chini. Mchango wake umekuwa kawaida kabisa, tofauti na utegemezi ambao wananchi wanao juu yake. Sikushangaa alipoanzia kule Burj Al Arab na Ahli, wakati tunaambiwa kocha alikosea sana. Ndiye alikuwa mtu anaogopwa na timu pinzani, fear factor kumwanzisha nje ikuwa sasa pale Zenji akaanza, lakini hakukuwa na fear factor wote kutoka kwake. Unajiuliza Ahli wangeweza kumhofia Pacome? Haya, jana alikuwepo pale Rabat, hakukuwa na maajabu kutoka kwake zaidi ya mabeki na viungo kuzuia na kufanya kazi ya kitumwa mpaka pale aliposhindikana. Ukweli kwamba Pacome kama ilivyo kwa wachezaji wengine wa nje anajua ni kipenzi cha wananchi, hivyo hata iweje hawezi kutupiwa lawama, ila anaikaba timu sana. Ukiwa na umri mkubwa kama mwanasoka unapaswa kupunguza starehe, uongeze mazoezi na kujitunza. Lakini Pacome anakula sana raha, anajua hakuna chochote anatafutwa. Boka, Duke Abuya, Dube, Itzi watapewa lawama, lakini sio yeye. Pacome ni fear factor, X factor kwenye ligi yetu hapa. Yanga na Namungo, Mashujaa, Simba, hapo utampenda, lakini kwenye watu walioaluka inabidi upunguze kujirusha, ufanye mazoezi na kujitunza, vinginevyo anatuongopea. Ameweza kuandika Jemedari Saidi kutokana na kile ambacho kilitokea kwenye mechi ya jana. Lakini pia hata kwa mzee wa Jambia ameweza kuandika waraka wake, nikasema lazima mzee wa Jambia aweze kutia kitu kwenye hili na tujue ni kitu gani ambacho ameweza kukiandika, kuweza kuonyesha kwamba kuna namna wananchi nao kuna kitu ambacho wanapaswa kuweza kukifanya. Sasa mzee wa Jambia ameweza kuandika sababu 5 za kwa nini Yanga Afrika anafuzu na kwenda finali. Akaika ni mdau kutoka DM ambaye ameweza kumpenyezea hizo. Ameweza kuandika hivi: kwanza, Ali wanawachukia mno wale FAR Rabat, wanakumbuka walichofanyia mechi iliyopita, mpaka leo wamecheza bila mashabiki. Kitu kingine, malijendi wa Ahli mpaka muda huu bado hawajamkubali kocha Jesse Tarop. Kwa hiyo hata kama wamefuzu ana pressure ya kulazimika kushinda hii mechi. Namba 3, kitu kingine, viongozi wameshawasamehe Imam Ashur kuelekea mechi ya FAR Rabat. Unajua Ahli bila Ashur ni kawaida sana na tuliona hapa Zanzibar. Kitu kingine, Egypt na Morocco wana uhasama mkubwa sana kihistoria, yani hata kama mataifa ni chui na paka, yani haya mataifa ni chui na paka. Kitu kingine, Al Ahli anataka kumtoa mapema FAR Rabat kwa sababu anahisi anaweza kuwa kikwazo kikubwa huko mbele ya safari. Shalom alaikum. Ni Jamali Mongeza nyingine bwana kama bonus. Eti pia Engineer Harry Said ni rais wa ACA. Da, noma. By the way, hizo ndo comment ambazo naona wameziandika kutokana na kile ambacho
kilitokea jana, lakini akadokeza na kitu kuhusiana na Simba kwamba kati ya hali ya kawaida kabisa hii haikuwa kundi la Simba Sports Club kushindwa kufuzu. Simba kwenye utimamu wake alipaswa kuongoza kabisa kundi hili. Hii quality ambayo imeongezeka dirisha dogo ya Kasali, Libasi Geye, Loemba na Niseti Ora ni quality inayostahili robo finali kabisa. Hili kundi ni la kawaida mno, ndio kitu ambacho ameweza kukiandika mzee wa Jembea.